Kuna watu ambao wamepitia kwenye nyakati ngumu kwa muda mrefu. Mtu anaweza akawa amepitia kwenye kuugua kwa muda mrefu na mwanzoni akawa na imani kubwa sana, anasema nitapona. Kadri siku zinavyozidi kwenda, naomba unisikilize vizuri. Kadri siku zinavyozidi kwenda, anaomba na anaombewa, anaona haoni matokeo. Imani yake inaweza ikaanza kuhama, sio kwa Mungu kwanza, inaweza ikaanza kuhama kwa mtumishi ambaye anamuombea au kwenye madhabahu mahali ambako anaabudu. Anasema hapa inavyoonekana hakuna Mungu wa kweli, au nguvu za Mungu hazijidhihirishi mahali hapa. Kwa hiyo anaamua anaenda mahali pengine. Inawezekana amesikia ni kwenye TV, amesikia mtu anasema kwenye TV, mimi nimeugua kansa kwa muda wa miaka 7 na sasa nimepona. Sasa haijalishi huo ushuhuda unaotolewa ni wa kweli au sio wa kweli. Na mtu ambaye amekuwa akiugua kansa, amesikia huo ushuhuda kwenye hiyo madhabahu, haijalishi huyo mtumishi ambaye amesimama mbele yake ni wa kweli au sio wa kweli. Anasemwa kwamba sio wa kweli ama anasemwa kwamba ni wa kweli. Anasikia taarifa zake mitaani, taarifa tofauti. Haijalishi taarifa anazosikia, kwa sababu yuko kwenye maumivu muda mrefu na ametafuta msaada muda mrefu. Akisikia ushuhuda, mtu anasema ninaumwa ugonjwa ambaye yeye ameumwa miaka 10, miaka 7, atasema ngoja niende nikajaribu hapo mahali. Inawezekana mchungaji wake pia alimwambia kwamba hapo huyo mtumishi hapo sio mtumishi wa kweli, lakini wakati anaenda hata mwaga mchungaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo ninazungumza kwenye hatua ya kwanza, kwenye level ya kwanza, ambayo imani kwanza inaanza kuondoka kwa mtumishi ambaye anamuombea. Jambo la pili, inaweza kaa imani inaondoka kwenye madhabahu. Sasa kwa sababu imani bado iko kwa Mungu, huyo mtu anaweza akaanza kuenda kila mahali kutafuta msaada. Na utasikia kabisa mahali mtu amepona sasa, ambapo ameenda amepata muujiza. Akipata muujiza anashuhudia, anasema mtumishi wa Mungu, wengi mtakuwa mnasikia kwenye vyombo vya habari, kwenye television, mtumishi wa Mungu, nimekuwa nikiugua ugonjwa huu kwa muda wa miaka 12. Nimezunguka sehemu nyingi sana, nimeombewa, sikupona. Ni kama vile anapeleka mashtaka sasa, kwa sababu ameshamuona Mungu amejidhihirisha, anapeleka mashtaka kwa mtumishi. Nimeenda mahali sasa, mahali pengine mtu anataja kabisa, nimeenda kwa mtumishi fulani nikaombewa, sikupona. Nimeenda kwa mtumishi fulani nikaombewa, sikupona. Lakini nilipokuja hapa, uliponiwekea tu mkono, nikashangaa nimepokea uponyaji. Kwa nini? Kwa sababu imani yake bado inawezekana ilikuwa kwa Mungu, lakini ilianza kupotea kutoka kule ambako anaenda anaombewa, au kutoka kwa mtumishi, au kutoka kwenye madhabahu. Sasa amepokea huo muujiza bila kujali mahali alipopokea muujiza pana hali gani ya kiroho. Sasa anaanza kutoa mashtaka. Na mimi huwa siwashangai watu wa namna hiyo. Siwashangai kwa sababu mtumishi wa Mungu, hata Yesu mwenyewe kuna muda aliwapa mamlaka wanafunzi wake. Akawaambia nendeni mkapoze wagonjwa, mkapone wagonjwa. Alafu alivyowapa yale mamlaka, akawarilizi wakaenda kufanya huduma. Walienda kufanya huduma na watu wakapona, lakini kulikuwa na mgonjwa mmoja ambaye, kuna mtu mmoja ambaye mtoto wake alikuwa anaugua kifafa. Yule walishindwa. Walimwombea wakashindwa. Pamoja na kwamba wamepewa mamlaka, walishindwa. Sasa yule mtu alipomfuata Yesu, hasemi tu kwamba Yesu unahitaji umponye huyo mtoto. Anasema mtoto wangu amekuwa akianguka kifafa mara kadhaa, anaanguka kwenye moto, anaanguka kwenye maji mara kadhaa. Anasema nilimpeleka kwa wanafunzi wako wamponye, wasiweze. Maana hapo anashtaki. Kwa hiyo wanaoshtaki sasa hivi usiwashangae sana. Anashtaki kwa Yesu kwamba nimejaribu kwenda kwa wanafunzi wako ili wamuombee, hawakuweza. Sasa nimekuja kwako. Akasema mlete hapa. Akamuombea, lile pepo likambwaga chini, yule mtoto pepo la kifafa likambwaga chini, akapona. Sasa alipopona, wale wanafunzi wakamfuata, wakamuuliza baadaye kwa faragha, wakasema mwalimu, inawekweje sisi tulishindwa kumtoa yule pepo? Yesu akawaambia namna hii haitoki. Kuna namna zingine ambazo hazitoki isipokuwa katika kufunga na kufanya nini? Na kuomba, katika kufunga na kusali. Kwa kumbe kuna mashtaka huwa yanakuja. Kwa nini? Kwa sababu unaanza kudoubt yule mtu anayekuombea. Lakini level nyingine ambayo ni kubwa kabisa ya kupoteza imani, unaweza ukaacha kumwamini Mungu. Na hawa watu wa namna hii wako wengi sana. Wengine wako makanisani. Pamoja na kwamba wanasali, wanatoa sadaka, wanatoa zaka, inawezekana mtu anasali,
anatoa sadaka ili tu aje azikwe Kikristo, lakini imani yake juu ya Mungu huyo ambaye mnamwabudu haipo. Kwa nini? Amepitia kwenye changamoto fulani ambazo ameona hakuna majibu kwa muda mrefu, imani yake inapotea. Kwa hiyo imani kwa Mungu inapotea, na imani mara nyingi kwa Mungu inapotea, repercussion yake huwa inatokea. Unakuta hata sadaka mtu alikuwa anatoa nyingi, anaona hakuna sababu ya kutoa sadaka, atakuwa anatoa tu ushahidi. Kwa nini? Kwa sababu imani yake imepotea. Sasa hiyo ni changamoto kubwa. Imani inapoanza kupotea kwa Mungu, inaondoka kwa Mungu, ni changamoto kubwa, kwa sababu mtu anakuwa vulnerable.